Unajua tofauti, Yesu ni healer, but akiwa ndani yako ni tofauti sana kama ulivyomsikia nje. Maana yake you have the healer. Shetani akijaribu kumislead kwa sababu ya kutoka kwenye union, kwa sababu ukitoka kwenye union anaanza kukumislead. Devil anaweza kutumia TV yako nyumbani kila siku kudanganya. Devil can use your phone. Devil anatumia, kwa sababu devil ili akuattack lazima kuondoe kwenye union. Na kuondoa kwenye union lazima kudanganye kitu, kuna njia ufuate ambayo Mungu hayupo huko. Sio unacho kusema maana yake you'll go alone. Are we together? Sasa wangapi mnanielewa kwamba kama kuna Wakristo wamepata shida ni Wakristo wachaga. Maana yake nadhani ukifika Moshi, makanisa yote ambayo yanaitwa Pentecost ni yanadili na roho za kuzimu, za mizimu. Yaani Moshi kunaonekana ni sehemu hatari sana. But that's a lie. Moshi sio sehemu hatari hata kidogo. Kuna mtu anakuambia ukitaka kuhubiri Moshi ngumu. Sio kweli. Wanakwambia damu zimwagika. Ni damu za ng'ombe, sio damu ya Yesu. But the blood of Jesus power is very powerful kuliko damu za mafahali na kondoo. Once you have the blood of Jesus, you become so powerful. Unaweza ukaenda Moshi na ukahubiri injili watu wa Bwana, na ukawafundisha watu ukweli na wakamjua Mungu, na wakaondoka kwenye notion kwamba kinachofanya watu wachaga wengi wafanikiwe kwa sababu ya mizimu na kuzimu. Yesu alikuweka huru na kuzimu na mizimu siku nyingi sana. Imagine mtu amechinja tu kwenye mti, watu wa Bwana, ndio kuzuia usiende mbele. Kataa ujinga kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Jesus is above ujinga. Ndio maana the blood of Jesus imekuweka huru kabisa. Ndio maana nasema ikiwa mtu amekuwa kiumbe kipya. Unajua kiumbe kipya maana yake umeumbwa upya. There is no connection between your blood ya ukoo wako and maisha yako right now. Maana yake you are a new creature kwenye macho ya Mungu, watu wa Bwana. Maana yake anza kukataa ujinga wa kutafuta sababu kwamba kinachokuzuia ni damu za ukoo wako. Maana yake Yesu akishakuwa ndani yako amekuweka huru na kila madhabahu, watu wa Bwana. Kwa sababu yeye ndiye amekufanya madhabahu, amekufanya the temple of God. Amesema wewe ni mwili wa Kristo, wewe ni mwili wa Mungu, na wewe ni hekalu la Bwana. Ndio maana anasema ataliharibu hekalu la Mungu nami nitamharibu. Sikiliza, shetani hana power ya kuwadanganya watu wengi sana, kuwaambia kwamba damu ya kondoo ina nguvu ya kuwafanya watu wasio matajiri, watu wa Bwana. Huo ni uongo wa shetani. Wao watu inamaanisha kama unaamini hivyo vitu vitakusaidia, but ikiwa uamini na unamwamini Yesu Kristo, there's nothing kinaweza kuwa kina power over you. Mimi nilianza kukataa mambo ya laana za ukoo miaka mingi. Baada kwa kila siku deliverance this and that. Nikamwambia if Yesu alishindwa kunideliver mara moja kwa damu yake, maombi yako hayawezi kuwa na nguvu tena. Nikamwambia we are useless. Yaani kama Yesu Kristo kwa damu yake mara moja tu tulipata ukombozi na msamaha wa dhambi, only kwa kuchinjwa kwake, na ametununua kuwa wafalme. Na unajua hiyo aliandika kwenye kitabu cha Ufunuo ile 5:9 kutuonyesha kwamba Yesu Kristo alimfunulia Yohana mafanikio yake ya kifo chake, kwa sababu ufunuo ni mafanikio. Soma kitabu cha Ufunuo ukipata nafasi, ule mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa 10 pale utamwona Yesu Kristo anamwambia it's me, mimi ndio Alpha na Omega, mwanzo na mwisho. Sasa angalia mafanikio Yesu alizungumza, akasema alitununua. Mstari wa 9 anasema alitununua kwa damu yake. Anasema nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kusifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na kila lugha na jamaa na taifa. Akasemaje? Ukawafanya kuwa ufalme na ukuhani kwa Mungu wetu. Yaani wanamsifia Yesu, malaika wanamsifia Yesu kwa accomplishment aliyoifanya. Alafu wewe umekaa unaniambia sijui unanielewa ninachokisema. Yaani angels wana celebrate ushindi, kwamba watawala wamerudi kwenye nafasi zao kwa sababu ya blood. Because of the blood, nao watu wanaweza wakatawala tena. Maana katika ulimwengu roho wamegundua kwamba watu wanaweza wakatawala tena because of the blood. Akasema nao wanamiliki juu ya, akasema they shall rule on earth.
Anasema and they shall reign as kings over the earth. Ndio maana makuhani ukimwombea mtu yote msamaha anasamehewa na Mungu, because you are a priest. Not because priest zamani Biblia achaguliwe watu wa Bwana, lakini because of the blood of Jesus kila mtu amekuwa priest na kila mtu amekuwa king. Hii inamaanisha malaika wanamshangilia, wanasema, wanamwambia Mungu, wanamsifu Mungu kwamba, imagine maono, nani amekaa anaona maono, Yohana Patmo, na akiwa aoni macho, amemtoboa macho, lakini kwa sababu amekaa lakini anaona vision kwamba Mungu anaona malaika wakishangilia kule, wanamwambia kwa damu yako ulinunua watu wa kila kabila na kila taifa, kila falme, wastahili kukitoa hicho kitabu na kufungua, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu. Imagine, hii ni ishara kwamba Yesu Kristo amefanikiwa au amefanikisha kile ambacho Mungu alimtuma kwa watu wake. Sio, mnanielewa ninachosema? Kwa sababu unafahamu watu wengi kusema kufutia cha ufunuo tu wanawaza mambo ya kipindi cha mwisho. Ufunuo before hujafika kipindi cha mwisho kuna mambo ya ushindi kwanza. Kuna taarifa Yohana aliziona pale. Kwa sababu lazima kuwe na evidence kwamba Yesu yuko mkono wa kuume kwa Baba, kwamba alichokisema kuna mtu amekiexperience ambaye anaitwa Yohana, ambaye walijaribu kumuua, kumbe aliandaliwa kwa ajili ya kuishi na kuona udhihirisho wa Yesu baada ya kufa. Ndio maana Yesu alimtania Yohana akasema, nikitaka uishi milele utaishi milele. Yohana unafahamu Yohana alichemshwa kwenye mafuta. Yaani walimtumbukiza kwenye mafuta wakamchemsha huko. Wamemuinua Yohana yuko hai. Sio nani anachokisema. Wakamchukua na kumtenganisha upande wa pili. Wamerudi wamekuta muungana. Huyu jamaa vipi? Yaani hafi. Yaani maana yake walijaribu kila namna kumua Yohana ikashindikana. Ndio maana walichokifanya wakamtoboa macho, wakampeleka Patmo, na wakiamini kwamba hataona mahali pa kurudi na hata jua njia ya kurudia. Kwa wakamtupa huko. Wameamka baada ya siku kadhaa, wanashangaa pembeni ya mto, wanashangaa vinyaraka zinakuja zimefungwa. Wanasoma hivi, wanaona ni Yohana ameandika. Kwa kitabu cha Ufunuo kimeandikwa kwa mtu ambaye hajulikani. Yohana anatuma, anaweka pembeni, maji yanaleta zile taarifa, zinafika mjini. Na zilikuwa zinafika zote. Ndio kitabu cha Ufunuo kikaandikwa vile, watu wa Bwana. But Yohana yuko mpaka leo, hakuna anayejua. Kuna wanasayansi wanamtafuta Yohana. Na mimi nawapenda archaeologist. Wanamtafuta Yohana. Wanatafuta na kaburi la Moses. Na wanasema wanakaribia kulipata. Na mimi sikatai kwa sababu wako kibibilia zaidi. Sasa kama Mungu anaweza kasherekea ushindi kiasi hicho, afu tuna mtu ambaye anatangaziwa ushindi huo, bado amwamini Mungu, anaenda kwenye ukoo kuvunja laana. Nisikilizeni. Wewe hauna laana. Wewe ni supreme leader over all the spirits katika ulimwengu wa roho. Your spirit, kuanzia leo nataka tukamwombe Mungu sasa hivi. Nataka ukasimame kwenye jambo lote unalotaka kuamini. Unajua kuna saa you need to practice vitu ukiwa na imani, watu wa Bwana. Hii inamaanisha ukishafundishwa, unajua naweza nikakusomea maandiko 1000 hapa, maana maandiko yako mengi ya kwa Yesu Kristo nikuelezea. But mimi nachagua tu machache na kuelezea ili uelewe kwamba unataka ukasome Biblia baada ya hapa, ili ufahamu wako na nyoyo ufunguke kuelewa kwamba yani tunadili na tunafanya maombi ambayo ni very poor. Baba, sistahili mbele zako. How can you pray like that? Why don't you asema, Mungu asante, katika jina niko mbele zako, your beloved son is here. Sijui unanielewa ninachokisema. Ukianza kuamuru, unaanza kuamuru kama supreme leader wa roho zote katika ulimwengu wa roho. Maana every spirit must obey you. Imekataa, hiyo haijaingia. If Jesus in supreme leader, ile ndio je kuliona, najua umeliona leo. Ninafahamu leo umeliona. Wengi hamjaye kuliona. Wengi mmesoma ile andiko kila siku, but hamjaye kuliona kwa style hii. Hii inamaanisha ukishakuwa na union, kwa sababu katika ulimwengu wa roho Yesu alicho make sure ni kwamba your spirit and his spirit zio the same, watu wa Bwana. Ndio maana mtu ukiwa na umoja na mtu, unafahamu mpaka Petro alimwambia hata kutembea kwako unafanana na huyu jamaa. Petro akasema not today. Kwamba tulikuwa tunafanana, but leo kwenye hili jambo linaloendelea hatuwezi kufanana. Sio nalo kusema kesho, you never know what will happen tomorrow. Ndio maana Petro alipomaliza kumkana akaenda kwenye nyumba moja wakalia. Pale Yesu alipomwambia mkuja, sababu alijua Yesu atarudi tu.
wewe unakufaje? Sasa kuna mtu, wewe usiniulize kwamba kumkana Yesu Kristo ilikuwa ni kosa sio kosa. Kumsaliti Yesu ilikuwa ni kosa sio kosa. Wengi watakwambia ni kosa, but maandiko ilikuwa lazima yatimie kupitia watu. Yuda alikuwa anapenda hela, but Yuda ndo alikuwa anampenda Yesu kuliko watu wote. Hamjanielewa bado? Yaani Yuda ndo alikuwa anampenda Yesu kuliko Petro. Katika wanafunzi na Yesu, katika wanafunzi wake favorite alikuwa Yuda. Read your Bible. Yuda ndo alipendwa zaidi. Kwa hiyo alikuwa anamfahamu sana Yesu ni Yuda. Na the funny thing, Wayahudi wale na Waroma walikuwa hawamjui Yesu, kwa sababu walikuwa wanamuona watu wote wanafanana na Yesu, ile kundi lake lote. Hamjanielewa bado? Sasa kwa nini umsaliti Yesu wakati mna taarifa zake? Mpaka wale mtuma ambaye ni Luka alikuwa hata picha Yesu hajaipeleka, maana hawamjui Yesu. Kwa hiyo Yuda ilibidi apatiwe mtu mmoja ambaye ataenda atambusu Yesu, kwa sababu kwa lugha nyingine wengi wanaonaga hawagundui kwamba wale watu walikuwa wamekaa na Yesu Kristo kiasi kwamba hakuna difference, kwa sababu walikuwa wanavaa the same, wanatembea the same. Yaani maana yake unaona mpaka Petro aliambiwa mpaka hata kutembea kwako ni kama huyu jamaa. Maana yake walipomwona Yesu anavotembea wakamwona na Petro na wengine wakagundua. Ndio maana wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa wanakamatwa kwa kutembea. Yaani they wanavotembea wanatembea kama Yesu. Kwa Yuda alitenda kazi yake vizuri. Shetani alitafuta nini? Na wale jamaa walijua katika watu wale kuzunguka wote kuna mmoja anapenda hela. Mtu anapenda hela usiwe karibu. Kuna siku atakuuza, I'm telling you. Wewe mwajiri, mimi sisemi kwa mwajiri mwasibu anayependa hela. Kuna mambo ya 10% somewhere. Si unayafahamu? Atakuuza. Akigundua kwamba amuelewani hapa, anakupeleka kwa wale jamaa. Mimi sisemi kwa ubaya, but ni kweli. Siku mambo ya kimbana akaona kwanza unamfokea kesho kaenda kule pale kwa Yuda walipoenda kwa Yuda. Unajua Yuda alipokuwa anampenda Yesu, alirudisha zile hela baada ya pale. Akarudishia hela zao, akaenda kujinyonga. Yaani Yuda, wengi wafahamu, Yuda alichukua zile pesa akawarudishia. Alimsaliti mtu anayempenda. Enzi hizo alikuwa mtu. Sasa alikuwa anaonekana ni Yesu. Akaenda kujinyonga. Maana alikuwa pasu kujinyonga, lakini ile upendo. Imagine Petro alimkana Yesu, alishia kulia. Yuda alienda kujinyonga. Una tofauti ya upendo sasa watu wa Bwana. There's a difference between love. Hapo. Yuda alienda kujinyonga kwa sababu ya upendo ulikuwa too much in love. Petro baadaye akajisoso. Ndio maana muelewe Petro, baada ya Paulo kuja, Petro akajifungia, akaona ujinga. Petro unajua alikaa sehemu, alienda kwa baba mkwe akawa anakula tu, sababu biashara zimekufa. Yesu biashara zake zimekufa za kuvua. Amehubiri injili, ameshangaa Mungu anainua magentiles, watu wa dunia huko anawaokoa, anahubiri injili. Petro akasema hii kitu gani? Ndio maana Mungu anamtuma kwa Kornelio, anamwambia Mungu anamshushia nguruwe. Anamwambia mimi sili vitu najisi. Mungu anamwambia nilichokibariki usite najisi. Maana Mungu anamfanisha Kornelio na nguruwe kwa Petro. Kwamba yani mataifa hao wa Roma na mataifa mengine kwa Petro walikuwa ni nguruwe. Kwa hiyo Mungu anamshushia nguruwe kwenye ndoto. Na anamwambia sasa imefika wakati wa kwenda kusaidia nguruwe. Si unaelewa ninachosema? Katika ulimwengu wa roho unaweza ukatembea na Yesu lakini ukaishia kuwaona wengine kama nguruwe. Hii inamaanisha nguruwe nao watafanikishwa na Bwana. Hii anamwambia nenda kwenye nyumba hiyo. Go there. Let me tell you. Kataa kuonewa na ufahamu ambao ni wakitumwa wa kuamini kwamba shetani ana nguvu ya kukuzuia usitoke hapo. Nisikilize, devil amepata shoko kwamba kama anasikia hivi, anasikia injili, anasikia, ana wajumbe wake. Devil hana power juu yako ukiwa kwenye umoja na Yesu Kristo. Ukiwa na umoja unakuwa na confidence ya kuamka asubuhi na kuwasha gari na kuanza safari. Unakuwa na confidence ya kuanza biashara na kuamini kwamba you are going, unaenda kuteka dunia kupitia biashara yako. You will stand katika ulimwengu wa roho, unaweza ukaomba na ukaamini kwamba Mungu anaweza kashuka pale in your house. Kwa sababu unaomba kama mtoto wa Mungu, hauombi kama a slave. Nisikilize, kuna siku utakosa sababu, utafundishwa maneno la Mungu mpaka utakosa sababu kwa nini uko hapo. Yaani manake na tunataka tufike sehemu, yani ukitafuta sababu unakosa, watu wa Bwana.
ili kama kuna watu ni rebellious kwenye mwili wa Kristo, walai na ukweli na wakae uhuru kwenye ukweli katika jina la Yesu Kristo. Let me tell you, kama hujui supreme leader, Jesus is the supreme over every spiritual ruler and authority. He is my leader. Watu wa Bwana. Because I'm the spiritual ruler also, and you are the spiritual ruler. Na una mamlaka, but he is a leader. So the fun thing, alitupa mamlaka na akutuacha tuna mamlaka, akaja akakaa ndani yetu. Yaani manake ili sisi tuwe kama yeye, watu wa Bwana. Naona Paulo akasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa kwangu ni Kristo. Yaani manake hakuna tofauti kati ya kuishi na kufa. Yaani manake Kristo yuko ndani. Asema tumechapwa, tumetiwa chapa za Kristo. Ndio maana your spirit inalia Abba. Abba. Unafahamu Yesu Kristo aliwaambiaje kwenye ile Yohana 5? Alisema kwa sababu Mungu anampenda, atamfunulia yote ili ninyi mpate kustaajabu. Yaani maana anachowaambia ni kwamba yani kila siwezi kufanya kitu mpaka baba yangu amekifanya. Na yote afanyayo ananipa habari. Na atanifahamisha kila kitu ili ninyi kila mkinisikiliza mnastaajabu. But kihalisia hakuna kipi anachokifanya. Na kifanya kile ambacho baba yangu alishakifanya kwanza. Sasa ukishakuwa na union with Christ, manake unafanya vitu ambavyo vilishamalizika. Ndio maana unatembea, sio unatafuta ushindi, unatembea katika ushindi. Kwa sababu Christ alishakupa ushindi long time ago, watu wa Bwana. Na maana after Christ, watu wa Bwana, wewe unatembea kama mshindi tena. Kwa sababu gani? Utafuti ushindi kwa sababu alishakutafutia ushinda. He fight for you, watu wa Bwana. Sijai kuona mtoto amezaliwa kwenye familia anaanza kufight kupata ada. And I have never seen such a man. Hivi mtoto wako anaweza kumwambia tufight tupate ada? Kwanza akuelewe kwa nini aende shule. Hawezi kufight. Wewe unajua una ada au huna. Swala chakula lazima upate. Wewe utachemsha mawe lakini chakula upigane, manake watalia wakiwa na njaa. Kwa nini? Wana deserve kula chakula kwa sababu katika kuzaliwa kwao hamkufanya kikao ya namna gani waje pale. Wameibukia tu sehemu hiyo. Sio unalocho kusema. Kwa ni right yao kuwatunza mpaka wafike sehemu wasimame. Yaani hawakuombi watunze. Kuna watu wanafikiria sasa wewe mbona mtoto wako hakuombi umtunze. Kwa sababu katika vikao vyenu vyote hapa kuna discussion. Kama mlikaa nao kwenye ulimwengu wa roho, waibuke pale. Kwa chakula kuwapa ni haki yao. Either anataka kula mara 3 mara 4, provide. Inamaanisha is the same mtoto wa Mungu, manake amekaa kwa baba, ameokolewa kwenye hii neema. Mungu ni baba yako, you deserve to have everything alichokiandaa kwa ajili. Ndio anasema ninyi ni warithi pamoja na Kristo, watu wa Bwana. Manake unatembea kama mrithi, manake mrithi hawezi kuwa mtumwa katika ulimwengu wa roho. Kataa, ndio anasema kataa hii mambo ya ulimwengu wa roho, watu wa Bwana. Nataka ukiondoka hapo ukashinde mambo yote ya darkness from today, watu wa Bwana. Yani darkness sio sababu tena kukuzuia. Mambo kunaanza kufarijana vingine. Make sure unashughulikia ile jambo katika jina la Yesu Kristo. Jesus is the ruler, watu wa Bwana. Na sio ruler tu, unajua ni supreme. Yani maana ukiwa supreme hakuna another leader. Maamuzi yote yanatoka kwa supreme leader. Ndio unasikia supreme leader amesema tufuturushe mabomu. Rais cha mafuta hichi. Mafuta yamepanda nchi. Sikali kama mfereji. Wanakwambia supreme leader amesema leo tushambulie. Rais wa nchi hawezi akaamuru kushambulia, ni supreme leader. Yuko wapi usitaki kujua. Maana maamuzi. Sasa unajua zile nchi ukiziangalia alafu kaangalia na Yesu Kristo. Yesu Kristo ni maana maamuzi yote yanatoka kwake. Inamaanisha kila alichoamua Yesu alichokifanya, yeye amekuwa mkuu kwa sababu supreme, maana alishapigana vita akashinda kila vita. Ndio akawa supreme, maana is above everything. Ndio maana kama kuzimu alienda akatoka. Alishinda magonjwa kwenye hii dunia, watu wa Bwana. Sio leo kusema watu wa Bwana, alishinda dhambi. Alishinda kila kitu. Aliposhinda yeye kwanza afa kafa. Uje usikia sasa anakuambia mimi si nauma tumbo siwezi na kuhubiri. Uje have you ever heard that thing? Alifanya. Ndio maana anapodeclare uzima. Yesu angeumwa, alafu atuambie ametokoa, tungemwambia Yesu amnielewi bado. Yesu Kristo akuvunjika mguu, watu wa Bwana, akung'oka jino. Kwa mrudishe Mungu meno yake yote. Sio unalocho kusema watu wa Bwana, usikubali meno yako yang'oe tu.
hakuvaa miwani kuona. Imagine Jesus hakuvaa miwani kuona. Sasa mimi nakwambia ukweli, unielewe. Tungesikia Yesu Kristo alilazwa pale Galilaya pale kwenye hospitali ya Rufaro, alikuwa na shida ya moyo. Yesu angetuambia tukaombe Yesu uliumwa moyo Yesu. But Yesu Kristo hakuumwa moyo, watu wa Bwana. Hakuumwa. Ndio maana ukisikia Yesu alishinda, hakushinda tu kwanza kwenye kifo. Alishinda kwanza kwenye duniani, alishinda life. Then ule ushindi ule ndo akaufia sasa. Sasa mnanielewa maana ushindi? Akaufia ule ushindi ili na wewe uwe nao, ili yeye alivyo na wewe ndio jinsi. Come on somebody. Manake Yesu Kristo alikufa bila udhaifu wote. Sasa wahubiri wangekuwa na wahubiri watu wangekuwa naokoka. Njoo kwa Yesu utakufa. Njoo kwa Yesu utakufa. Come on, unajua hata sauti yenyewe haivutii. Mtu akipita anasema what is going on here? Bwana anakuita, Bwana anakuita. Mahubiri gani hayo? Calm down. Use your voice. Kuwa smart. Mfuate hata mtu mmoja. Wala wanahubiri street wangekuwa wanamfuata mtu anamsemesha, can I talk to you for a few minutes? You know, street gospel. So kama mahali tu okokeni, watu wanapita tu. No. Street gospel, nenda sokoni, mwite mtu mmoja, ongea kwa upendo, kwa sababu unatembea na ule upendo wa Yesu Kristo. Hiyo sana, mwambie come, nataka kuongea kidogo, nipe dakika 5, naomba dakika 5 za kwako. Mueleweshe, mfundishe dakika 5. Mimi nakwambia watu wanaokoka, but wewe okoka, angalia unapopita na nguo fupi hapo. Kama sio sasa na nguo fupi tena umeenda kuhukumu watu tena. Sasa unataka nini watu wa Bwana? Jaribu siku moja, nenda sokoni, tafuta watu, ukimwona mtu muite, muoneshe upendo wa for a few minutes. Kama ataokoka, anaokoka saa hiyo hiyo. Sijui unanielewa anachokisema. Unajua kinachofanya watu waokoke ni abnormal. Yaani mtu apende Kristo kwa sababu Wakristo sasa ni abnormal. Wanavaa hapo abnormal, wanavaa suti ndefu kama gauni. Sio unachosema kiatu kimechoka pale na blai. Imagine mtu anakuwa abnormal, yaani paka ukitokea unasema huyu ni special. Suti ya nyekundu, sio ya njano. Ili sio nani mwambia kwamba unatakiwa kuvaa suti ya njano, watu wa Bwana suti ya orange. Na sauti unabadilisha kabisa. Sasa wewe mtu anakuaje? Kwa sababu injili ni inspiration, watu wa Bwana. You need to teach to inspire watu, kwa sababu moyo wa binadamu lazima uinuliwe kwa inspiration. Na ndio maana mtu anakusikiliza anakuwa inspired with your words ambazo unatamka, ambazo ni nguvu inatoka ndani yako kupitia neno la Bwana. Then mtu anasema I need Christ, watu wa Bwana. But Yesu Kristo mwenyewe alivyofundisha alikuwa abnormal. You are the only one ambaye ni abnormal. Are we together? Vaa vizuri, vaa kawaida, piga mswaki, puliza na spray. Sio unaanza kusema watu wa Bwana apia sehemu. Sio unaanza kusema afu wewe mwenyewe unakuta mtu akikusogelea na mhubiri. Imagine hii ni tatizo kubwa sana kwenye body of Christ. Wahubiri wengi ukiwasogelea unajaribu kumsikiliza namna hii tu. Biblia inasema hata ukifunga tu unatakiwa upige mswaki, unaye uso, upake mafuta, watu wasijue umefunga. Biblia inasema kufunga. Sasa kuhubiri, sio mnaelewa watu wa Bwana. Huhitaji kuvaa masuti na nini. Dar es Salaam kuna joto, unavaa suti ya nini kwa barabarani, tuko sokoni? Vaa shati, vaa t-shirt, vaa nani, sio vaa ulster yako nzuri, nenda pale. Are we together? Kinachomata sio nguo, is the power. You have a supreme leader. Yaambie kwamba sokoni leo naokoa watu 10 katika jina la Yesu, because I am over every spirit. Every spirit in this market must obey Christ. Sijui unaelewa ninachokisema. Kwanza unapiga maombi yako kwamba unateka nyara kila fikra zipate kumtii Bwana. So you are a leader katika ulimwengu wa roho, you are a supreme leader. Maana unaenda kumuombea, unaenda kumuokoa mtu ambaye roho yake inasumbuliwa na vitu vidogo sana vya shetani. Sasa unaenda kumuokoa. You are a powerful creature, watu wa Bwana. Kwa nini usijifunze kufanya injili kwa style hiyo? It's a simple way, watu wa Bwana. So kufuata tunaambia lazima uokoke. Kwani nani anakuambia kuokoka ni lazima? Kuokoka ni hiari, sio lazima. Lazima uokoke, lazima uokoke. Nataka tukaombe. Lengo langu ni nini? Ukiingia kwenye ulimwengu wa roho, ingia kama mtu ambaye yuko huru. Tunaishi kwenye ulimwengu wa roho, tunaomba kwenye ulimwengu wa roho. Nikisema ingia na maanisha operate there. Na kwanza leo acha ujinga. Hii mambo ya kufanya maombi kama vile unakaribia kufa, acha katika jina la Yesu Kristo. You need to command things, watu wa Bwana.
Sijui unaelewa. Ndio maana ile maombi ya asubuhi kazi yake kubwa ni kuweka vitu kwenye utaratibu. Sio unaelewa kusema kila mtu lazima kama kwenye utaratibu na kila kiumbe. You are a spiritual ruler who has a supreme leader. Yaani wewe ni kiongozi alafu unatembea na leader wako. Ndio maana naambiaga ogopa sana gift na yani watu wa dunia wana gift, wana mwenye gift. Wewe una gift na una ambaye mwenye gift yuko ndani yako. Katika jina la Yesu Kristo. From kuelekea mbele maisha yako yakabadilika. Hii inamaanisha kwamba hakuna mamlaka ambayo iko juu yako zaidi ya mamlaka ya Mungu. Biblia inasema tutii kila mamlaka. Mamlaka inazungumza ni mamlaka ya kiserikali, watu wa Bwana, kidunia. Sasa kila mamlaka imewekwa na Mungu. But ikishafika kwenye ulimwengu wa roho, tunatii only one ruler, Jesus and our Father and the Holy Spirit. Wengine wote wakikatiza wako in trouble. Si unanielewa ninachosema watu wa Bwana? Kuliko wakati mapanga lazima ufahamu kwamba you are a ruler. Uhitaji hata panga kukata mtu, watu wa Bwana, kwa sababu una neno la Kristo ambalo ni upanga ukata ukweli, watu wa Bwana. Hii inamaanisha your words kuzungumza katika ulimwengu wa roho, vitu vina happen. Achana na mabomu ya kiroho. Mabomu yapi? Tunatengeneza torpedoes. Unafahamu torpedo? Yale mabomu yanatoka kwenye meli, zinaitwa torpedoes, right? Natengeneza, I create my torpedo katika ulimwengu wa roho na iachia. Yaani maombi gani hayo? Wewe na wachawi mna tofauti. Wewe ni bomu tayari, watu wa Bwana. Wewe ni mlipuko, watu wa Bwana. Katika ulimwengu wa roho, your voice inaanza kuwa na power. Ila maanisha ukiamuru, nisikiliza, hii sio biashara tu ya kuomba kama kichaa. Hii ni kuamini katika ulimwengu wa roho. Mimi nakwambia kama kuna kitu unatakiwa kufanya kuanzia leo, ni kujifunza kupush vitu unavyofanya. Sio tu vifanikiwe, vitawale, watu wa Bwana. Your business must rule. Masrul manake iwe na mamlaka kufanikiwa kila sehemu, watu wa Bwana. Inawezekana unatuma biashara somewhere. Hii mamlaka ile yule driver yule mwajiri au suyu anayebeba mzigo inapaswa akae chini ya mamlaka yako, sio mamlaka yake. Mamlaka yake unajua ni kichaa. Anaweza kufanya maamuzi mabaya huko, but you are controller, watu wa Bwana. You have a GPS, a spiritual GPS, watu wa Bwana. You have a tracker, a spiritual tracker. You know maamuzi yake from far. Unamweka kwenye wewe uko katika jina la Yesu. Sio unamwambia, unampiga na maombi, watu wa Bwana. In the name of Jesus Christ. Anashangaa tu, anataka kuwa na kelele kinagoma. Nani kamuongoza? A leader. You are a ruler of every spirit, which means that driver or that person is your wendo leader wake. So leader tu kwa sababu umemwajiri. You are a leader spiritually. That's your car haipaswi kupata ajali kwa sababu umelipia insurance. Ni kwa sababu you deserve watu kuishi, kwa sababu Mungu akupa biashara watu wafe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Change your mind, watu wa Bwana. Umeajiri sehemu watu, wewe ndo ruler. You control things in spirit. Na nikikufundisha mnaelewi sasa. Watu wengi wanafikiria eti Mungu anakusaidia tu wewe. Mungu ana protect everything through you, watu wa Bwana. Mungu ana protect your business through you. You are the eyes. Wewe unafahamu kwamba kuna maamuzi ambayo yanataka kufanyike, then unaya cancel kupitia mtu yule. Maombi yale unayaomba, the same power unaachilia katika ulimwengu inaenda kumcontrol mtu. Kama alikuwa anataka kuiba, anairisha. Sio unaelewa ninachosema, watu wa Bwana? Inamaanisha you become you become so powerful katika ulimwengu wa roho, kwa sababu mwanadamu ni spirit, watu wa Bwana. Devil ni spirit, watu wa Bwana. Katika ulimwengu wa roho, you are the spirit also. Inamaanisha you are a ruler. Now you have a spiritual leader, which means when a Christ mna union, mko pamoja. Kwa lugha nyingine maana yake you become a spring, not because umetaka, because of the one who lives in you, which is Christ, watu wa Bwana. So you can command things katika ulimwengu wa roho. Command your people in your business, wakufanye kazi on your favor, watu wa Bwana. Kaukemea ulegevu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amuru wafanye maamuzi sahihi for the sake of your company, watu wa Bwana. Kama kuna plani mbaya za giza na wanataka kupitia mtu fulani, zifunge katika ulimwengu wa roho, because you are the ruler katika jina la Yesu Kristo. Instead ya kwanza kuprotect your business, declare you stand as a protector from today, because you are a protector katika ulimwengu wa roho. You are a leader katika ulimwengu wa roho. You are a creature ambaye una nguvu ya kusimama na kutawala vitu vingi ambavyo unafikiria vimekufa, watu wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. If ningekuwa ungeanza kuomba katika ulimwengu wa roho, I don't know what you are doing. Sijui unafanya kazi gani, watu wa Bwana.
Bwana, but I know you are a ruler and you have a spiritual leader ndani yako, a supreme leader ambaye is above every spiritual ruler and every authority. Kama kuna mamlaka ya giza kwenye ofisi yako, yanaondoka kwa sababu wewe uko above that office. Kama kuna mamlaka ya giza kwenye hela zako, let me tell you, Jesus is above everything. Kama kuna mamlaka ya giza, kuna mamlaka yote katika ulimwengu wa roho kuhusiana na spiritual life, kuhusiana na your health katika ulimwengu wa roho, I stand against your power because of Jesus. I stand katika ulimwengu wa roho, ninaamuru uzima wako, ninaamuru faida kwako, ninaamuru mamlaka ya Bwana kufungua milango kwenye maisha yako, kufungua opportunity in your business, kufungua opportunity in your career, kwa jina la Yesu Kristo on the right high. Korabashaka kana rabo saka, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Kondarabashaka kana rabasaka, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kondarabashaka, hakuna mamlaka ya giza kuendelea kutawala tena, hakuna mamlaka ya giza kuendelea kuoperate katika ulimwengu wa roho. You are a powerful, you are a powerful, you and Jesus are one, you and Jesus are one. Kwa jina la Yesu Kristo, inuka hapo ulipo, inuka kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kutawala na kumiliki, endelea kutawala na kumiliki pamoja na Kristo, tawala na kumiliki pamoja na Kristo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. You deserve kuwa huru, una deserve kutembea kwenye uhuru wake katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Una mamlaka ya kuwa favored kila sehemu kwa jina la Yesu Kristo. Korabashaka, Mungu akukupa hela, Mungu akukupa mali ziharibike kwa jina la Yesu Kristo. I stand katika ulimwengu wa roho, ninaamuru kila mamlaka ikatii sauti yako, kila mamlaka ikatii sauti yako, kila mamlaka ikatii sauti ya watoto wa Bwana hapa kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba. Simama katika ulimwengu wa roho, fungua nafasi, create opportunity kila sehemu katika ulimwengu wa roho, because you are a powerful creature. Wewe ni powerful creature kwa jina la Yesu. Kandarabasaka, kondarabashaka, kandarabasaka, kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna mamlaka ya kukuzuia tena, hakuna nguvu ya kukuzuia tena. Kila nguvu inayokuonea nasimama kinyume nayo, kila nguvu inayokuonea nasimama kinyume nayo. Kila mahali ulipokandamizwa, your spirit is above hiyo inachokandamiza kwa jina la Yesu. Your spirit is above kuliko magonjwa yanakusumbua. I declare healing. You have the healer inside you. Activate the healing katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu ya Bwana inatembea ndani yako. I can feel the power, I can feel the movement. You guys are transformed right now. You are transformed, you are transformed. Everything unachokiamini kinakuwa transformed right now. I can feel transformation, I can feel transformation, I can feel transformation katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho vitu vipya vinaumbika kwako. I can feel the power, I can feel the movement kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Something's happening, something's happening. You know what I mean. You deserve the best, you deserve the best katika jina la Yesu Kristo. You are extraordinary. Kama kuna mamlaka au kuna nguvu au kuna chochote ambacho ulikuwa unahisi kwa muda mrefu kina nguvu juu yako, usiku wa leo natamka uhuru wako katika jina la Yesu Kristo. I declare your freedom. Kwa mafuta niliyopewa na Bwana, ninaachia uhuru wako tena katika jina la Yesu. Natangaza uhuru wako katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uhuru wako kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza uhuru wako katika jina la Yesu. Something is happening in your life. I can feel the touch of the Holy Spirit. I can feel the movement. I can feel the grace above
powerful grace. Something is happening. Something is moving in your spirit. Something is happening in your business. This week you are going to accomplish bigger things. You are going to be connected. You are going to be connected na kila resource, na kila nafasi, na kila opportunity katika jina la Yesu Kristo. I stand with you katika ulimwengu wa roho. I stand with you katika ulimwengu wa roho. Bwana, nguvu yako na uponyaji wako unatembea pamoja nawe sasa katika jina la Yesu Kristo. Haujaumbwa kuoperate kwenye ujinga wa giza. Haujaumbwa kuoperate kwenye darkness. Wewe ni victory. Wewe ni light katika jina la Yesu Kristo. Jesus alikuweka huru tena. Hauko kwenye kongo la utumwa tena katika jina la Yesu. Amekuweka huru tena. Amekupa full life ndani yake. There is a full life in Jesus, and I declare full life to you right now. I declare full life and good news. I command good news. If you believe under my voice right now, I command good news. I command good news in your life. I command good news in this week. I command good news this month. Good news ikakufikia tena. Your spirit ikanuliwa na jambo jipya katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Weka mkono kwenye moyo wako. It's a sign. I want to connect you with every good resource. If you believe, believe. Believe like you have never believed. This week I pray. I bless. Father, I have authority. Nina mamlaka juu ya kila spirit. Nina mamlaka juu ya kila mamlaka katika ulimwengu wa roho. Bwana, in you I have authority. I have a spiritual ruler in me. Asante kwa kunifanya mtumishi wako Bwana. Nasimama katika jina la Yesu Kristo juu ya watoto wako. Ninaamuru kila choamini katokee Bwana majeshi. Nina-connect na kila habari mpya kwenye maisha yao Bwana majeshi. Wiki hii Bwana. Something's happening in your spirit. Something's happening in your spirit. This week you are going to shine katika jina la Yesu Kristo. This month I pray in the name of Jesus Christ. Kisimama kila mamlaka ilikuwa inakusumbua, kila mamlaka ya kibinadamu ambayo ni ya kishetani mahali fulani, nasimama kama spiritual ruler katika ulimwengu wa roho. Ninaamuru jambo hilo kuisha tena. Kila kesi za giza katika ulimwengu wa roho zinaondoka. Kila mahali ambapo kuna struggle, I speak life. I speak life in the name of Jesus. Life in your business, in your career, in your spiritual life, in your health. I speak life in the name of Jesus. Life. Speak life everywhere. Speak life everywhere. Speak life. Kama kuna eneo ulikuwa na struggle, nimetamka kwako, peleka ile jambo katika jina la Yesu Kristo. Direct that power right now. Life, life, life. Full life is coming in your way, on your way, in your way, and you will feel it in your spirit. Kama kuna nguvu unapokea ndani yako katika jina la Yesu Kristo. I transfer full life to you right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. I speak life, 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 life in your house, in your health. Kwa jina la Yesu Kristo. I speak life in the name of Jesus. Thank you, Lord. You are going to accomplish a bigger thing this year. You are going to accomplish bigger things this month. Through Christ, you are a winner. You are a conqueror. Katika jina la Yesu Kristo. You'll come back with testimony. Katika jina la Yesu Kristo. I unlock your destiny. I unlock your future. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mshindi kwa leo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni ruler katika jina la Yesu Kristo. Reign for God. Kila sehemu tawala kwa ajili ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna sehemu ulikuwa unadharauliwa, from today when you stand in that place, you will be respected in the name of Jesus Christ. Father, I pray, I impart you every spiritual thing you touch right now. Take it. I impart you, I impart you, I impart you, I impart you in the name of Jesus.
Take it from me right now. Take it wherever you are. Kwa jina la Yesu Kristo, I impart every spiritual material you want. Whatever levels ambao unataka kwenda this week, go in the name of Jesus Christ. I impart you. I impart you. Thank you, Lord. I impart you. Take it. It's coming. On your way. It's coming. In the name of Jesus Christ. I bless you with the power of the Holy Ghost. I bless you with more grace. I bless you with more favor. I bless you. Go and shine. Go and win. Kana kashinda katika jina la Yesu Kristo. I declare victory kila sehemu kwenye maisha ya kiroho. Popote utaposimama na kuomba, kufanikiwa tena katika jina la Yesu Kristo. Ukaendelea kuonekana, Bwana akaendelea kukutumia tena kwa ajili ya utukufu wake, kwa ajili ya nguvu zake, kwa ajili ya ishara zake, katika jina la Yesu Kristo.